bylaws which tell you ukifanya hivi hii ndio itakuwa shida yako, ukiharibu hapa hapo ndio itakuwa shida yako. Tunasema kama nimevunja sheria, kama mimi kama Richard Onyonka, saa zingine mtu anaweza kuniambia ati unajua juzi wewe unaonekana unatembea na watu sijui wa Jubilee ama watu wa chama kingine hapo, hata huna msimamo wa kuwa na chama chako, na sisi tunawaambia na nyinyi sasa ndio mnalala na serikali iliyoko, na hatuna coalition agreement kwa sababu sheria inasema tulikuwa Azimio. Ile agreement mzee Raila angeandika akiwa na UDA ingekuwa imekubalika na Azimio. Lakini mzee akajua kutokuwa na ubishi na vita, hao wote wa Azimio wataanza kupiga kelele, mbona unaongea na huyu, na wakati ule kulikuwa na shida. So wengine wetu tulikubaliana kuwa mzee aliongea vizuri, akamaliza kustabilize, kutengeneza serikali iwe na mfumo mpya, pengine serikali iwe stable, ishike vizuri, iendelee. Tulielewa hiyo. Kwa sababu nchi ikiharibika kama ikidhoofika, ni shida kuirudisha tena ije kuwa vile mlikuwa mnaiendelesha. Tukasema hiyo haina shida. Lakini kutoka hapo tukienda mbele, ni nini ambacho mnakizungumzia? Hatujui. Hizi shida ambazo nafikiri tukiendelea hivi utajaribu kutuelezea zinakuja namna gani kutoka kwa tuseme Rais William Ruto. Zilianza kabla ya Raila kuaga dunia au baada ya Raila kuaga dunia? Zilianza wakati Raila alikuwa hai. Ile mikutano ambayo ilikuwa inaendelea, na unajua kuna ujumbe ambao tunapata kama viongozi ama information unapata, mtu anakuja na kuambia nitakwambia hapa kwa hii runinga yako saa hii. Wale jamaa walikuwa kwa secretariat ama hata marenti zao hazijalipwa. Magari ambazo walikuwa wanapewa ndio watembee wafanye public hearings. Hiyo kitu ilikuwa siasa. Ikapita. Ndio tunasema tusije tukapiga kamari, let us not gamble. Tusije tukapiga kamari kwa maisha ya Wakenya. Haja yetu si eti hatumpendi Mheshimiwa Rais William Ruto. Haja yetu si eti hatumtaki. Haja yetu ni kuhakikisha anaweza kutumia sheria, ahakikishe amebadilisha maisha ya Wakenya. Hatuna jambo lingine. Akifanya hilo, fuata sheria. Hakikisha tuache ufisadi, hakikisha haya matusi yanaendelea, tunatusiana, mara tunatoka kuuana kama Kenya. Ukiangalia majopo yaliyopo ya kisheria na hakuna kitu tunafanya. Yaani tunasema wengine wetu kuwa tunataka nchi yenye amani, nchi ambayo itaendelea vizuri, nchi ambayo tukibishana tunabishana kiheshima. Hebu nikuulize Senator. Yes. Kuna wakati wowote ule ambapo kuliwahi kuwa na mkutano, labda hata kama ni kule sirini, mkutano wa viongozi mbalimbali wa ODM kando na NEC, wale mkutano ambao labda uliwahi fanyika baada ya Raila kuaga dunia, na mambo yalizungumziwa ni gani? No, ni wachache walikutana. Wakati huo ndio uamuzi ulitolewa kuwa mzee Oburu aendelea. Hatukuwa na shida na hiyo, kwa sababu ilikuwa emergency crisis, kwa sababu mzee mafariki. Unajua kuna sheria for example inasema kwa ukitaka kutumia hela zile ambazo ziko kwa account ya chama lazima party leader sign, vitu kama hizo. So ilikuwa inabidisha kuwa hicho kiti on interim basis mzee Oburu aishikilie. Kuna kwa muda gani? Kwa muda, hata kama ingekuwa mwaka moja hatuna shida. Tulikuwa nataka mzee apewe heshima zake. Matanga ya mzee ilifanyika, state funeral, tulifurahia. Tungoje kidogo. Lakini unajua kura zijaje mwaka ujao. Sasa ndio sababu watu wataki kungoja. Wataki kungoja. Wanajipanga. Na sasa kwa sababu ameshakuwa confirmed, bado mko na mmetosheleka? Nani? Nyinyi mkiwa kama viongozi wa ODM. Si tunasema mimi kama Richard Onyonka nitakwambia, na vile wananchi wa Kisii wameniambia kama ODM inatoa Sifuna, hatuna kazi nao. Wacha nirudie swali langu mheshimiwa. Yes. Vile ambavyo Mheshimiwa Oburu Oginga ameshakuwa confirmed kama kiongozi wa chama cha ODM, nyinyi mkiwa kama viongozi mmetosheka? Jamani, shida sio Oburu Odinga. Shida ni Sifuna. Lakini mheshimiwa, sisi hata kama wangechukua waweke Gaucho,
Hatuna shida. Sisi jambo tunalosema ni kuwa shida tunayo kwa chama cha ODM si ati mzee Oburu ameenda akawa party leader. No. Lakini kuna tetezi, hata Babu Owino amezungumza hapa na tumesikia hayo matamshi kwamba uongozi wa ODM it's an illegal leadership. Hiyo haukubaliani nayo? Mimi nasema kama anaona ni illegal aende koti, kama si illegal awachane nayo. Yeah, kwa sababu sisi watu wa ODM tunaweza kuwa na maoni tofauti. So Babu Owino akisema kuwa anafikiria kuwa huyo mzee kuwa hapo ni shida. Ngoja. Sheria inakubalia yeye azungumze vile anavyotaka. Jambo la pili, akiwa na tashwishi tuende NDC tutatue hayo mambo yote. Nakubaliana nawe. Yes. Lakini katibu mkuu wa chama mwenyewe alipokuwa anazungumza katika hicho kikao cha wanahabari alisema kuwa pia yeye hakubaliani na kuwepo kwa Dr. Oburu Oginga akiwa kama kiongozi. Hiyo nayo bado itakuwa ni maoni. No, let me ask you a different question so that we understand kuwa nimekuelewa mahali unaenda. Sifuna na Babu wanasema mzee Oburu, sheria inasema tuende delegates conference tuende kumchagua. Nimekuambia mimi kama Onyonka sina shida mzee Oburu kushikilia hicho kiti mpaka wakati nafika NDC kija. Kama wanataka kuratify wamratify, kama wanataka kumuondoa wamuondoe. Ndio nakwambia shida yetu si mzee Oburu. Shida yetu ni kwa nini mzee Oburu anakubaliana na watu fulani kumuondoa Sifuna ambaye amesema tusiungane na serikali until tumeandika agreement na serikali kubadilisha yale ambayo tunaona ni mabaya kwa serikali. Ndio sasa sisi wote tukubaliane kuwa tuna coalition agreement. Kuna haja ya kwenda kwa NDC kuratify uongozi wa Oburu Oginga ili hali majina yashatumwa kwa ORPP? Nilikwambia kama mbunge yoyote ama mtu yoyote ambaye atapata hilo ni shida, koti iko. Tulipata ya Sifuna ina shida, tuenda koti. Tukipata ya Oburu pia ina shida na mawakili waseme tuenda koti. Kwani shida nini? Yeah. So hata turejelee hili swala la Sifuna. Kuna wakati wowote ule ambapo aliwahi itwa kikao kile cha kujieleza kwa nini ana maoni tofauti na wale viongozi wengine, au tuseme ile utovu wa nidhamu ambayo viongozi wanasema ako nayo, aliwahi pewa hiyo nafasi ya kujieleza? Jana ulisikia Sifuna alisema nini? Hakuna mtu alimuita, hakuna barua alipata, hakuna jambo aliulizwa kuhusu ukiukaji wa nidhamu. Hakuna jambo ambalo ameletewa kuwa amevunja sheria, haswa sheria ya Kenya, pili sheria ya chama. So kuna haja gani kujibu? Alright. Hebu tuelimishe kidogo hapa bwana seneta. Ni vipi ambavyo katiba ya chama inavyosema kuhusiana na yule mtu ambaye anafaa kutolewa? Ni mambo gani ambayo yanazingatiwa? Amefanya jambo hili na hili na hili. Chukua katiba ya Kenya uisome, itakupa hayo yote. Katiba ya Kenya inafanana na ya chama? Sheria zote za chama lazima ziwe chini ya katiba ya Kenya. Usiibe, usiue, usiwe mdanganyifu, usiwe na nidhamu mbaya, usiwe chapter 6 ambao tuliua iko hapo. Hizo vitu zote ziko. Yeah. Na inaelezea vila ukitaka kunitoa lazima uniambie vile utanitoa. Utaniandikia barua kwanza. Utaniambia sisi kama National Executive Committee, wewe ni secretary wetu na chairman alikuwa hapa ama party leader alikuwa hapa, tulikuwa tunaona kuwa ulisema hivi, ukasema hivi, ukasema hivi, ukasema hivi. Haya ni mambo ambayo yanakiuka katiba yetu ya chama. Basi alafu Sifuna atakuja na yeye ajibu. Sasa wengi wa wananchi au watu ambao wanapeana maoni walikuwa wanafikiria kwamba labda njia rahisi ya Sifuna kuondokea haya mambo yote ingekuwa ni kujiondoa kwa chama cha ODM kuliko kuenda kupeleka vita zake huko kotini. Si unafanya kazi kwa hii studio, ungesikia vizuri mwenye hii studio amke kesho akwambie kutoka leo sitaki kuona, ingekuwa vizuri uondoke hapa alafu uje kuniangalia mwaka ujao nikulipe mshahara wako. Utaondoka? Takuzimia hapo. Naam. Kwa sababu nakiuka haki zangu, kwa sababu unataka kutumia zile nguvu ambazo unazo, zingine za kisheria, zingine za kimabavu,
ndio ni dhulumu haki za sitakukubalia. Lakini pia kando na haki ako na msimamo tofauti. Kuna yale mambo, kuna ile ajenda ambayo ako nayo ambayo anaweza kuieneza